sikiza kidogo. Jamani mnaona sasa mnaona sasa. Hallelujah. Jamani huku semeni amina, mbona mnawili? Hallelujah. Hallelujah. Yani nilitaka ulikuwa unaruhusu nimpigie Valine wangu simu. Sema glory. Unasema sio Evalina, hiyo ni kipare cha ndani kabisa. Evalina hicho kipare. Hicho kipare. Unatakiwa useme Kiingereza Evalina. Alafu kuna mmoja Evalina nikisikia. Ole wako. Hebu sema glory. Glory. Sio glory. Wewe. Glory ni njiani hiyo. Hallelujah. Kesho nitahitaji watu 5 wanawake wenye ndoa ambazo zina miaka kuanzia 10 kwenda juu. Watakuja mbele hapa 5 watupatie uzoefu mfupi wa ndoa zao, watueleze yale ambayo wanataka wanaume wao wafanyie. Hiyo itakuwa ni kwa niaba ya wanawake wote. Kwa wanawake anzeni kujichagua. Mlichagulie wanawake 5 ambao mtawapatia hoja zenu kwamba huyu sema hivi. Wanawake wangapi? 5 watakaotueleza changamoto za ndoa walizopitia kwa niaba ya wanawake wote. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kutwa itakuwa ni zamu ya wanaume. Ndume zitakuja hapa. Ndume 5 zenye ndoa ambayo imekomaa sawa sawa. Watatueleza mambo ambayo wanataka wake zao au wanawake wafanye. Hakuna aibu. Sema yote ili upone milele. Kwa wanaume mchague wanaume wenzenu mnaoamini na watume 5. Wangapi? 5. Watakaoeleza changamoto na mambo ambayo wanataka wake zao wafanyie au wanawake wafanye. Kesho kutwa itakuwa ni siku ya wajane na wajane. Watatueleza na uzoefu wao, wanachotaka katika jamii ili kifanyike, wataeleza wazi. Maana mara nyingi ya watu wanafanya kuwa ni kundi la nyuma kabisa. Wamesahauliwa hata ndani ya kanisa. Wameachwa, wanaonekana kwamba ni kawaida sawa na namna ambavyo wanataka jamii iliyopo iwafanyie. Haleluya. Amina. Siku nyingine itakuwa ni vijana mabachela kabla kuanza chama chao. Maana watakaogoma kuona kuolewa, tutasajili chama cha mabachela wa babe hapa Kilimanjaro, Kirangare. Kwa nataka vijana 5 watakao tueleza kwa nini hawataki kuoa. Wamekataliwa, wameshindwa kutongoza au wana jambo gani? Watueleze changamoto zao, kwa nini hawaoi. Watueleze wazi. Kama ni mahari zimekuwa kubwa, waseme wazi ili mahari zipunguzwe. Waoe au wapewe bure free of charge. Lakini pia siku nyingine itakuwa ni mabinti. Watatueleza kwa nini hawaolewagi. Wamelogwa na nani?
kuna shida gani, wataeleza. Kwa kila mtu ajipange sawa sawa kwa namna yake. Kesho tumesema kuna nani? Wanawake wataeleza. Kesho kutwa wanaume, halafu wajane na wagane, halafu vijana. Ijumaa tuna summarize yote, tunaweka sawa sawa na mambo yanakuwa sawa sawa. Haleluya, Amina. haleluya, Amina. Punga mkono kama umenielewa. Kwa sasa anzeni kujiorganize. Wanawake tafuteni mnomwamini sana, msemaji asiyekuwa na aibu, mwenye mipaka kwenye kuongea kwake. Asiyekaja hapa akamwaga mtama kwenye kuku wengi. Wewe nitakushusha. Ongea kwa itifaki. Haleluya. Amina. Maana hapa kuna watu wa rika zote. Hao mengine ya ndani yavalisha kofia na tai na kiatu. Yaambie tulieni kwanza. Eleza yale ambayo yakielezwa mbele za watoto masikio yao hayatawasha. Haleluya. Amina. Eleza kwa kifupi na vizuri. Halafu Jumamosi, Juma ngapi? Jumamosi. Kutakuwa ni siku ya ulishanaji wa keki. Amina. Keki. Haleluya. Amina. Sasa nabii ombeni unanisikia. Hiyo keki inakuhusu. Haleluya. Amina. Kama umeweza kutuletea vyombo, keki si kitu kidogo tu kwako. Yaani sawa na kusimulia mafuriko kwa Nuhu. Jamani, mbona? Haleluya. Amina. Yaani kuomba keki ya 100,000 kwa ombeni ni sawa na kusimulia mafuriko kwa nani? Kwa Nuhu. Kwa Jumamosi itakuwa ni siku ya keki. Siku ya nini? Keki. Itakatwa hapa na mchungaji wa mtaa. Itagawanywa na wainjilisi wote. Halafu kila mmoja atachukua kipande, atamlisha mke wake na mme wake na mabusu aina zote. Amina. Kwa kama umesahau kubusu, ukiambiwa ubusu unafyolea, nenda kajifunza nyumbani vizuri. Maana mwingine ukimwambia busu kama vile kafyolea. Anza kujifunza mabusu sawa sawa. Hata kama una mapengo, tengeneza busu sawa sawa la mwenye mapengo. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Sasa umeme hamna, wameenda kuwasha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Kwa jipangeni sawa sawa kwa sababu mambo mapya yanakuja. Mwinjilisi, Naam. habari ya saizi? Njema sana. Unaendeleaje? Njema. Wewe ni mwanachama kwenye chama cha wanaondoka muda gani? Nina miaka 21. Miaka 21. Ndiyo. Mambo gani ambayo unaona mke wako akikufanyia utacheka mpaka ulale macho? Halo, imba wimbo kidogo, hiyo kitu tunataka isikiwe. Kawimbo. Imba wimbo kidogo. Imbeni wimbo kidogo. Wawashe generator. Kwa hiyo siku ya waje tu sasa. Tunaimba watu wote. Basi vitu vyote ni sawa, simameni tuimbe. Vitu vyote ni kila sauti tamu Imba kwa nguvu. napo pendo pana amani pale na furaha nyumbani siku zote salama panapo pendo Korinto mbarikiwe. Mmependezamo sana. Alhamdulillah. Mwinjilisi, Naam. habari ya jioni. Njema sana. Hasa siku hii ya leo. Mbona kaka leo unipigia vitu vya kutosha? Yuko sawa. Kwa sawa kabisa. Teremka chini kidogo tukuone hapo kaka. Unajua unatishia amani ndoa za watu. Mungu kwa mdogo hivyo. Aina za binti moja akasema
labda niandike barua ya posa. Maana kwa kweli Halo, hapana. hizi suti hizi za kupigia machi ya harusi. Hiyo suti ni ya machi ya harusi. Hiyo imekaa sawa. Hiyo imekaa mkao hiyo. Mtarinyu na Evelyn. Usiseme Evelyn, sema Evelyn. Unakoseaga bwana. Mtapakuni mke. Kuna Kiingereza cha Wananda tano nini na vitenzi kwa pale. cha UCA na Marekani. Marekani, USA na Marekani. Ni kweli kuna tofauti kati ya USA na Marekani. USA ni nchi nyingine na Marekani ni nchi nyingine. Haleluya. Amina. Mwinjilisti. Naam. Mbona kuna miaka mingapi mpaka sasa? Nina miaka 21 niko kwenye ndoa. Miaka 21. Jamani mnasemaje? Mnasemaje? Miaka 21 mwanamume bado anajisakamua. Bado anajisakamua pale pale. Miaka 21. Umri wa mtu mzima. Kisha kiwango cha kupiga kura. 21. Sasa my friend. Naam. Wewe unapenda mke wako kufanyia kitu gani ili usikie amani ndani ya moyo wako, mke wako? Najua hapa hayupo, lakini basi taarifa hizi zimfikie popote pale alipo. Popote pale alipo asikie kwamba unataka mke wako akufanyie jambo gani ambalo litakufanya uchekelee mpaka meno yote 30 nje ndani, usiku mzima nje. Halo. Ungeniandaa mapema. Najibu. Najibu sasa. Ni hivi. Aise, unyenyekevu. Mke wako unataka wewe nani? Unyenyekevu. Katika position gani sasa? Position gani sasa? Yaani yeye ni kiungo. Sawa. Ni pambo. Na ana uwezo wa kunipeleka popote. Kwanza hata kama nimemkosea aniambie mume wangu Dickson. Useme Dickson mume wangu Dick. Sema baba D. Baba D. Brother D. Na ndivyo anavyoniita. Haleta maneno. Kwani nabii? Nabii mkuu. Amina. Haleta maneno. Ni hivi. Yeye tu atakapoonyesha unyenyekevu. Unajua mume wangu. Wanachukua pepo. Aonyeshe nini? Unyenyekevu. Unyenyekevu kwa namna gani kaka? Hebu tuambie. Akupigia magoti kuletea maji, akurambe visigino, akumenye kidevu, akupiga busu kwenye kichozo, akurambe kwenye sikio lenye ukoko, au akupige mateke. Namna gani? Mateke hapana. Hapana. Haya yote ni kama kaka. Na tujawahi pigana. Leo ndio kama kaka. Yaani yeye wakati anaongea, anasogea anaishia kwenye bega. Ananiangalia usoni. Sawa. Lakini baba leo utanisamehe. Hapo wakati mwingine hata kama nimekosea anasubiri muda ule. Muda. Mashetani wamelala. Anaita Mungu tu. Ananiamsha hata saa 8 za usiku baba. I love you. Nina jambo lakini nisamehe mume wangu kama nitakuwa nimekukosea. Sawa. Maana yawezekana nimekuharibia usingizi. Ila naomba tu nisikilize mume wangu niongee hili neno maana huenda utanisaidia. Asante sana. Yaani hapo mwinjisi. Ina maana kwamba Isa ambazo majini yamelala. Kuna sababu majini yamelala. Mungu anataka hiyo huduma ifanyike. Na wakati huo watoto wote usingizi. Wasinisikie. Paka panya wote wamelala. Hii pekee ujumbe wangapi? Wawili. Mnahembezana hapo. Na kuhembezana Kigiriki. Sasa ni kuhembezana. Kigiriki hicho. Haleluya. Amina. Kwa hiyo unachotaka ni kwamba mke wako asiongee na wewe kijeshi. Maana kuna ndoa za kijeshi. Kuna watu ambao ni wanajeshi. Hata kama hujapita mafunzo ya kijeshi, lakini wanajeshi. Akikuamsha usiku, huyu kwake amekataa. Hilo hapana. Anahitaji kubembelezwa. Wanaume ngapi wanataka nao kufanya hivyo? Nyosha mkono. Haleluya. Wanaume nyosha basi mkono kama wataka. Kama wataka
usinyooshe. Anasema kulia geuka. Haleluya. Amen. Yaani kubembelezana, kunyenyekeana, kubembelezwa, uonyeshe uthamani wa mume, uonyeshe kwamba yeye pia ni mtu tena aliyekuoa, ameleta laki 850.570 ni kichwa cha akakufuata wewe fulani fulani, anamwakilisha Kristo. halafu leo unaanza kuipiga mateke usiku na karate na judo na kumfu na mdomo umekasirika kama unachemsha bandi kwenye kimu. Umira mmelivonewe. Kwa hiyo lazima mwanamume pointi ya kwanza anyenyekewe. Amina. Wanawake chukue pepo, Bwana asifiwe. Amina. Wanawake Bwana asifiwe. Wanaume na mazeni, wanawake Bwana asifiwe. Nataka tunyenyekewe. Paka sema kwa lugha ya mwenyewe kuna shida kwa sheria. Kunyenyekewa. Mwanamume ataka aonekane kwamba ni mwanamume, sio shetani. Anyenyekewe kweli kweli. Amina. Hata ukimpa chakula humpi kama unampa mbwa. Chakula hicho hapo Unabonyea, unabonyea. unatoa usiki na alafu akila chakula unahesabu matonge. Niulize, kuna mwanamke hapa anayejua mume wake anashiba na matonge mangapi ya baada? Kwamba mume wangu akila matonge fulani ndio anashiba baada lake. Ukila na mume wako kaa naye pamoja, umwangalie Minya tumbo. sisi tatabuka. Basi unamwangalia kwamba hilo tonge analokata ni sensi ya mdomo au la. Alafu unahesabu idadi ya matonge 200, 300, 70, 80, 60, 90, 140, 180, 200. Baba imetosha, utakufa haraka. Haleluya. Amina. Mjisi. Naam. Baada kunyenyekewa, Ndio. kitu kingine unachohitaji ni kipi? Anaponionyesha unyenyekevu. Ndio, baada ya unyenyekevu. Yaani kwanza yeye ndiye anayepaswa kuwa mwakilishi wangu, yani anikumbushe kila wakati masuala ya ratiba za kuomba na kusoma neno la Mungu ndani ya familia. Wanaume wengi kwa sababu ya misongo waliokuwa nayo wanaangikia ada za shule, wanaangikia kutwa mara 3. Maana kuna watu wanakula kutwa mara 3 kama dozi ya dawa, kwa sababu ya mambo waliokuwa nao mengi sana. Eti kumbe wakati mwingine wanaume wanasahau kuomba, wanalala bila kuomba. Kwa wanawake eti wanapewa jukumu sasa la kuwakumbusha kwamba baba, amka tuombe, tena kwa lugha ya kwenu. Amina. Kwa kichwa chote, baba amka tuombe. Amina. Maombi ndio msingi wa ndoa. Wanawake wasiokuwa na maombi wameharibu ndoa zao wenyewe. Ndoa nyingi zinaharibiwa kwa sababu wanawake hawana nini? Maombi. Kitu cha mwisho sasa tumalizie. Kitu cha mwisho. Cha mwisho kabisa tumalizie. Kuna kile kimoja kile kiseme hata kwa bracket. Kiwa chakula kitamu. Amezungumza Kiingereza. Kiko hapa. Ile inaitwaje na mimi? Cha tatu, akipika chakula azime simu. Haleluya. Amina. Nesa siete kijo chenu mwangu. Aete kijo cheni chenora. Mira wakati edikie mperege. Eka aho pembeni engoli ya mosi wakwe miwa. Amen. Mira sajingi kamperegeje ngoliwe migwa na zesimo liwe. Nesabo ne timosie kundie jihio. Amina. Ambuba usivangi vezi hirwa kulianya na migwa. Betu wetu wana mosie umamtuye umana migwa simu dose mpigie mperege bila kumwona. Amina. Amen. Yani tafuta kujua mme wako anataka nini. Tafuta kujua mme wako anataka nini. Amina. Kile ambacho unajua anakitaka kifanye kwa moyo wote pasipo manunguniko. Acha kunungunikia upendo. Acha kusema huyu mwanamume anakuwa kama Idi Amin, anakuwa mkatili. Acha kulalamika. Vaa vizuri. Unapeleka chakula kwa mavazi ya kuuzia mkaa.
Unga mkono. Unapeleka chakula kwa mavazi ya garage. Unapeleka chakula kwa mavazi ambayo sio sawa. Peleka chakula safi, ukiwa safi, kwa heshima zote. Kana mloko, chambua mimba yote. Huku neba, Mungu ni pendo, anipenda, sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda, rakadhareni. Anashiba kabla ya chakula. Haleluya. Lakini pia huyo mama asisahau kunawisha mume wake na kamaji kamoto. Kamaji kamoto. Ye, miraha kila mpira kala kamanzi. Amwireo, pole na kushota. Amen. Pole na kushota. Alafu akaisa ejeje mkono wako ni hati haika beti kushotie. Amen. Yani sema mosi wako. Unajua mosi weki msemba. Ekivata henzi ya ekumbuka du mchewa. Amina. Amen. Hata akichani na dada evecha mbele ya kwe sido kieshu kenendo wala hamuoni yeye anaona yule mke nyumbani. Amen. Musi okeva chema patapata. Mapatapata. Okani vacheva mana ve manje kukwira vome vavo. Semeni mapatapata. Kwirani vome venyu. Haleluya. Haya. Jamani, haya. Hapo ndio mambo yanaenda hivyo. Yaani ngoja niwaambie, ndoa ni kitu kizuri sana kama itaheshimiwa kwa mamlaka ya Mungu. Lakini ndoa leo imekuwa na changamoto. Ndoa imekuwa na misiba. Ndoa inakuwa na kilio. Ndoa imekuwa ni gereza. Ndoa inakuwa haina amani. Ndoa inakuwa na kilio. Watu hawana amani. Ndoa imechukuliwa kama mahali ambapo sio salama tena. Na ndio maana hata vijana wengi wanashindwa kuingia kwenye ndoa. Maana wanapoona ndoa za wengine zimekaa shaka na baga la kuja shaka kula sedia. Ndoa ikitengenezwa sawa sawa, mwanamke akijua namna ya kumhendo mume wake, dunia yote itashangaa. Amina. Sikilizeni, hakuna dawa ya kupenda kwa mganga. Dawa ya kupenda mwanamke unayo mkononi mwako mwenyewe. Wewe ndio mwenye uwezo wa kuijenga au kuibomoa. Hakuna mganga wala hospitali ambayo ina dawa ya mapenzi. Tengeneza mambo yako vizuri, ishi kwa amani, mpende mume wako. Maana kuna ndoa nyingine ambazo mpaka leo ziko ICU mwinjilisi. Ni kweli. Kuna ndoa ambazo ziko ICU, ziko gani pale, zimekufa. Wanawake wanalia, wanaume wanalia, hakuna amani tena. Acha nikwambie, neno ndoa lina maneno manne. Mangapi? Manne. Mangapi? Manne. Mangapi? Manne. Ya kwanza? Eni. Ya kwanza? Eni. Ya pili? Bi. Ya tatu? Oh. Ya nne? Nisikilize. Kila neno kwenye hiyo herufi ina maana yake. Ni kweli. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Na kila maana ina faida zake. Na kila faida ina maelekezo yake. Ni kweli. Herufi ya kwanza nini? Eni. Eni maana yake nyumbani. Sema nyumbani. Nyumbani. Sema nyumbani. Nyumbani. Kila mtu anayedhamiria kuingia kwenye taasisi ya ndoa lazima awe na nyumbani. Usiwe mwanamke ukampeleka kwenu, hajaolewa na wazazi wako, umeoa wewe. Kama hujaweza kuwa na nyumbani kwako, acha kuoa. Maana mwanamke ukimpeleka kwenu, atakachokifanyiwa atakugombanisha wewe na wazazi wako. Lazima kila mtu anayekubali kuingia kwenye taasisi ya ndoa awe na nyumba. Tukisema nyumba, hata kama hujajenga, basi umiliki chumba chako. Ni kweli. Uwe na chumba chako, ulipe kodi ya nyumba na usikope kodi. Acha utoe kwenye kodi. Ukikimbia kodi unaweza kuvunja ndoa. Baba mwenye nyumba mmoja alisubiri jamaa akachelewa kodi.
akamfuata mke wa jamaa. Mume wangu kisha kushindwa. Simona ananikimbia. Mimi ndio mwamba. Mimi ndio mwenye nyumba, ananikimbia. Asa mimi nakupa ofa ya kukaa miezi 3 bure. Alafu na 100,000 hii. Lakini tuanze moja na wewe, huyu jamaa achana naye. Mwenye nyumba akachukua mke wa mpangaji.